Napenda kuchukua muda huu kumshukuru Bwana Mungu muumba mbingu na nchi, aliyeniumba, ambaye amenikirimia uhai pasipo na kugharamika na kitu chochote. In fact, Mungu angelikuwa anataka mimi nigharamikie uhai wangu, isingeliweza. Lakini kwa sababu Mungu ni wa upendo, amenikirimia uhai huo kwa neema yake. Mpenzi mtazamaji, ningependa kukualika katika siku ya leo katika somo ambalo litakuwa ni juu ya uwisho na maombi. Uwisho na maombi ndilo somo tutakalojifunza katika siku ya leo. Kwanza, kabla hatujaanza, na tuombe. Mtakatifu Baba uliye mbinguni, asante kwa sababu ya siku ya leo. Tunaalika Roho yako Mtakatifu atuongoze katika somo hili atakapofika tamati. Ni katika jina safi la Kristo tumeomba na atakuamini. Amen. Tunaambiwa ya kwamba the greatest revivals in the history of the world have been the result of earnest, heartfelt intercession. The greatest. Yaani uisho mkubwa katika historia ya dunia umekuwa ni ule wa kutoka moyoni kwa njia ya maombi. Uisho mkubwa. Na hakuna njia ingine, na ndiyo njia iliyo kamili zaidi katika maisha ya mwanadamu. Tunaambiwa the sparks of revivals are kindled on the altars of prayer. Naona, yaani ndo uwisho uweze kuonekana, lazima kuwepo na maombi. Maombi ndiyo kichocheo kamili cha mtu kufanya nini? Kwa mtu kukua katika kiroho. Revival and prayers are indissolubly linked. Maombi na uwisho ni vitu ambavyo huwezi ukavitenganisha.